Yeah. The church was powerful. Mimi I've never seen something real kama ile niliona jana. Nguvu za Bwana zinafanya normally, naturally. Yes. So I loved it, na ndio maana hata nimerudi. Amen. Kwa sababu nilidhibitisha kweli hapa nikiweka nikiamini katika madhabahu hii, yes, nitapata ushindi. Amen. Amen. Yeah. Karibu sana. Asante. Na tuweze kuomba. Anajua kwamba Mungu atatenda. Naona ukimshiwa mchanga. Kuna mtu anataka kukua. Kuna mtu anataka kukua. Sijui ni mtu, sijui ni watu. Na mwenye anataka kukua ajielewi. Anatumika. So, sijaelewa. Naona mwanamke, naona mwanaume, naona wanaume, naona mwanamke. Kuna watu wako na njama ya kumaliza. Kuna mwanamke na mwanaume. Hebu tuweze kuomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu uliye hai, uliumba nchi na mbingu na vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. You are the Lord Almighty, the Lord of power and the King of glory. Mungu wa neema na Mungu wa rehema, Mungu wa ufunuo, Jehova, my dear Father. The spirit of discernment, Mungu wa mbinguni, Mungu wa Israeli, malaika wa discernment, Bwana, na kuita Mungu wa neema, tuma malaika wako walete ufunuo kwa ajili ya jambo hili ambao unanionyesha siku ya leo, my dear Father. Angalia, kuna mgeni ametembea katika madhabahu haya. Maandiko yanasema kwamba msikoze kuwakaribisha wageni. Wengine walikaribisha malaika pasipo kujua. Nimemkaribisha katika nyumba hii. Amekuja kutafuta uso wako, Jehova, my dear Father. Naomba Yesu akakuone. Si ili aniamini, lakini akajua kwamba madhabahu hii ni ya Mungu, na ajua kwamba kisima hiki ni chako, my dear Father. Mungu mwenye kujibu, Bwana mabwana wazi, ninakuita Bwana mabwana jioni ya leo, mchana wa leo, my dear Father. Ukatembee mahali hapo na ukajidhihirishe, maana wewe ni Bwana, maana wewe ni mfalme, maana wewe ni mwenye nguvu, maana wewe ni mwenye uwezo. Unasema kwamba tunapokuita utaitika, Jehova. Ninakuita saa hii, my dear Father, katika jambo hili, my dear Father. Unasema kwamba tulete mambo yetu mbele zako, na hakika Yesu utatufunulia, na utaweza kutuonesha mambo makubwa hata magumu usiyojua, Jehova. Sasa naondoa kile kiambazi, Bwana mabwana, ambao kilikuwa kimefunikwa, naenda kukiondoa, Jehova. Naomba kalete mambo haya wazi, ila jua kwamba kuna Mungu aliye mbinguni, na hii madhabahu ni yako, Jehova. Na ukaweza kumhakikishia kwamba Jehova amepatana na mikono ya mtumishi wa ukweli. Najua kwamba Yesu anaenda kukuona mwanzo, katikati na hata mwisho. Hata sababu ya line, Jehova, my dear Father. Wewe ni Mungu, wewe ni mfalme. Hakuna mwingine aliye kama wewe. Wacha ukanene, Jehova. Kanene kwa wasi na dei. Na Mungu wa majeshi, kama umemuonekania, umemsaidia, Jehova. Jina lako litatukuzwa, mbingu ikanene kwa niaba yake, na injishuhudia kwamba kuna Mungu aliye mbinguni. Unastahili sifa na tukufu na shukrani zako. Endapo kuanza, Bwana mabwana, ingilia katikati, umuonekanie, uvumbue mafumbo yote iliyofungwa katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, kwamba tukiamini. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Asante sana. Mbona nasikia sauti yangu ikiwa mbaya? Jana niliongea sana. Jana niliweza kuongea sana, lakini haina shida. Wacha mtu simu. Simu napiga moto sana. Niweke silent. Ndio at least nisisumbue. So karibu sana. Asante. Ya. Ati hebu nieleze story yako juu hata sielewi. Juu ninaona hapa watu watatu. Na ninaona unazikwa. Hata kaburi ishashimbwa. Kuna jamaa anatumika kukua. Na Mungu naye karibu sana. Mtumishi wa Mungu, hiyo ni kweli, kama because that was my fear wakati ambapo sikukua, lakini najua hiyo video nilitoa, si watu wengi wameiona. Kuna huyu OCPD, huyu mama ambaye ni OCPD, alisema kwa hiyo video, although sikuisikia yote, kuna tu mimi nilipulu. Unajua mimi wakati nilikuwa nimekasirika na my director hapa, nilienda nikatoa hiyo video immediately. So sikuisikia, lakini kuna one of the fans wangu
ndio alinipigia simu akaniambia, ulisikia kitu huyo mama alisema? Alisema kwamba huyo stupid ambaye yuko karibu na wewe ndio atakuua. Sasa hakujua kwa sababu gani alisema hivyo. So huenda labda anatumia spirit ya stupid kuniangamiza, kwa sababu unapoona mama unaona mwanaume. Mimi kwangu watu ambao wako karibu na mimi naona tu ni huyo mama OCPD na huyu ofisa wangu ambaye amekuwa rafiki wangu wa karibu, anaitwa stupid. Aidha stupid. Yeah. Huyo stupid huyo sijui huyo stupid jitaki kusema jina ndio mkame. Kuna mwanaume hata niseme mwanaume. Kuna mwanaume anataka kumaliza. Na tayari shimo shachimbwa. Hata sanduku shanunuliwa spiritually. Washanunua si physically. Ile wanataka kuingiza pale ndani. Na huyu mwanaume anataka kuwa si yeye. Huyu mwanaume kuna jini kwa ndani yake. Na ni jini tu ile ya kuua tu. Kazi yake kuua. Ile jini imewekwa ni ya kuua watu, ni ya kumaliza watu. Na amewekwa na mwanamke. Ni mwanamke amemweka. Ya, hapa kuna mwanamke, kuna mganga, kuna uchawi. Yaani kuna uchawi huo, kuna vitu huyo mwanamke amepewa na mganga. Na alipopewa na mganga akaambiwa apanye katika sehemu zake za siri. Oh God. Juu hii connection naiona katika sehemu za siri, yani watu unajua spiritually wakati unapoona unaonanga vitu ambavyo wewe ukaelewa vizuri. Kuna mwanamke ako mahali pale, yule mwanamke ameshaenda kwa mganga na kwa wachawi, na mganga anatumia majini na vitu inakaa sijui itakuwa beat kama itakuwa hii masua kidogo hizi zinawekangwa beat, zinawekangwa kwa mikono hizi ameweka ndani, kuna yenye ameweka ndani ya mwili wake. Sasa huyu jamaa akikuja kulala na yeye anguze hiyo nini zake zinaenda, alafu anaenda kutumika kuwa muungwaji. Chochote yule mwanamke anaweza sema huyu jamaa afanye, anaweza akafanya. Lakini kuna kitu kimoja nataka kuambia leo. Although sikujui sana, tumejuana tuliona wewe mwisho lini? Na wewe lini? Malando ya kuwa niliona na wewe kitambo. Nakumbuka tukiwa ofisi fulani. Tutasema mtumishi wa Mungu, niruhusu tu kitu kimoja. Hao wanalalamika wasikii sauti. Hicho nipatie director wangu hii ni alafu ndio. Mimi Mungu atanisaidia tu, tutaona jinsi ambavyo tutapata, lakini hauna nini? So director utasonga hapa karibu na stima. Sababu sasa tutafanya aje? Nalalamika sauti hakuna. So utazoom tu. Ndio otherwise si yeye. Hizo zangu zimekama, usijali, ni Mungu ataleta. Mungu ataleta zingine. Mungu ataleta zingine kesho. Sasa hii ni nini sasa? Sasa hii ni microphone. Hii ni microphone. Ya sauti, although imechomwa. Na hii ni kama hata haifanyi. Kwa sababu naona hata microphone yake haiko. Lakini unatusikia director. Nikiwekea mtumishi Mungu. Haina shida, weka tu bora zichukue za zangu hapo. Acha ni patie hii na hisi ni kana kwamba hii haifanyi. Ndio tusikie hii mambo vizuri. So ndio nasema huyu jamaa. Huyu jamaa ni kila.
na natumika kuwa wale watu kwa wale ni mwandile nchini kwa hapo ni makata ya kuua tu ya kumwanga ni hayo na ni kutumika na kujaribu sana ile bila wewe ni mtu wa Mungu bila wewe ni mtu wa Mungu wewe ni mpenzi ya Mungu, ni mteule, kuna kitu ya Mungu iko ndani yako. Malaika wako so active tu anakusuiana, angekuwa alikuwa kitabu sana 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 angekuwa amekuwa kitambo sana sana, na ndani yake kuna injili kali kana injili moja na ni ya kumaliza, na alipatana nayo alipolala na huyo mwanamke uchawi wake amejifunga huku na ingine hapa kwa mali yake ya siri, sehemu zake za siri. So akilala na mtu anamwambukiza that spirit na shaambukiza huyu, na sasa yako stage 1 stage 2 akienda 3 atakuwa mnyama. Kwa mnyama unajua Zile zinakuwa na stages. Unaweza kwamba kuna stage 1 bila kuambia toka na vita inaenda. Kuna nyingine ya bila tokiambia toka hata itingisiki. Pepa itingisiki. Na kuna ya tatu ile kale kupikana nayo. Tatu ile kutolea dhabihu. Ya kwanza inaanga maneno, kuambia pepa tomoka. Inabingirita inaenda. Stage ya pili hiyo unaiambianga inachukua muda. Unaiambia toka tu ikikuangalia. Unajaribu yote, unaomba, unang'ang'ana mpaka uvunje. Hiyo maana wanakuanga wamefunikwa, sasa wamewekewa shield. Yeah. Wakati unaonanga ukiombea watu alafu unaanza kuona wakifanya hivi, au ni watu wamewekewa shield. So jamaa kwa stage 2 na anaweza ingia ya 3 anytime. Na kiingia ya 3 atakusumbua. Hautamweza. Mjua mtumishi wa Mungu leo ni hawa ni watu wameenda kuzimu. Wameenda mpaka baharini ndani. Wametoa dhabihu, wametoa pesa kujilinda na kujikapa. Na ile baada ya 30 powers. Niambie. Mjua leo nilipoamka asubuhi sikuwa sawa. Nilikuwa nasikia tu roho yangu imechoka, yani niko tu nimechoka. Unajua nilikuona jana nilikuwa nataka kukuombea lakini watu wakakuwa wengi. So nilimaliza ibada later nilikuwa nimechoka. Nilikuwa nataka kukuombea, nilikuwa nasikia roho Mungu akiniambia hebu ombea ndani Yesu. Bila si ndio nakuombea na mimi. Ngoja niambie nataka maombi. Lakini nilikuwa nasikia roho akiniambia hebu muombee. Hebu muombee. Hebu omba kwa ajili yake. But mimi niliomba ile ya juu na ninajua kwamba kama si kukuombea Mungu atakulinda. Amen. Amen. Yeah. So mtumishi wa Mungu, kwa sababu mimi nilipokuwa nakuja mimi nimekuja kwa sababu unajua mganga pia ajiganguangi. Na daktari hawezi akajidunga shindano. Najua mimi ni mtumishi wa Mungu ndio, lakini kuna ile mafuta ambayo inakuwa ya juu kuliko. Na mimi katika kazi ya Mungu ninatambua mafuta. Na ninatambua mafuta ambayo iko juu yangu. Na ndio maana nimekuja kwa sababu unanyenyekea. Amen. Yeah. Kwa sababu Bwana anasema ile kitabu cha Yakobo ndio nikupatie na basi uniendeleshe. Yeah. Tutaingia kwa neno kama utakubali tuingie kwa neno hapa kidogo. Ninasikia nikupatie neno kidogo bana. Asante. Ile kitabu cha Yakobo Bwana anasema hivi, kitabu cha James. Kitabu cha James 5 anasema hivi. Anasema Bwana anamuinua yeye anyenyekeaye. Wapi hapa? Kitabu cha waraka wa Yakobo ama James chapter 4 verse 5 chapter 6. Lakini utujalia neema iliyositi. Kwa hiyo usema Mungu wapiga wajikuzao. Mungu wapiga wajikuzao. Wale wanaojiinua Mungu wapiga. Bali uwapa neema wanyenyekevu. Nasikia sasa. Bali uwapa neema
wanyenyekevu. Ukinyenyekea mbele za Bwana, Mungu atakupatia neno. Sure. Na unaona kunyenyekea kwa sababu ni mtu mnyenyekevu. Unaona Bwana akukumbali uwawe. Hawezi kukumbali ukupe kitu ambacho si cha kawaida, kitu ambacho si chake. Hawezi kukumbali. Amen. Aliambia Shetani, "Ero kumjaribu Ayubu, lakini usimguze uwezo wake." Wala watu wenye kunyenyekea mbele za Bwana, wenye kumheshimu Bwana, Mungu hawezi kukumbali uanguke. Amen. Hata nilichokelezea. Amen. Ya Mungu akubariki sana. Asante sana. Niambie. So Daddy, mimi bado niko tu kwa mikono yako. Kwa sababu kuna mambo ambayo sasa mimi inanipita. Juu hawa ni watu ambao unasema kwamba wametumia pesa kubwa. Wametumia gharama ambayo ni ajabu. Na kwa hii gharama wakawekelea huyu jamaa wangu, kwa sababu nasema ni mwanaume huyu, najua tu ni huyu jamaa wangu, kwa sababu kuna kitu ambacho umezungumzia hapo, mtumishi wa Mungu, ya kuhusiana na mambo ya sehemu ya siri. Kuna mtu anakuambia umpe kamera. Kamera, kazi ya kamera man. Kijana unashinda na kushika kamera. Sasa waelewe tu, kwa sababu umejua kamera leo ako tensed kwa sababu ya mambo ambayo yamejitokeza. Na hebu acha nimsimamishie hii nini. Nini tu hapa. Pigi amenisalimia, Pigi nimesalimia kabisa. Thank you for the first step kidogo. So asanteni guys, asanteni kwa hiyo correction. So mtumishi wa Mungu, mimi bado venye nilikuwa nasema tu, bado niko tu kwa mikono yako. Na mimi utaniguide katika mambo haya, ni kwa sababu nimeshasema kwamba mimi natambua mafuta. Na mafuta yako iko juu ya yangu. Hata kama mimi ni mtumishi wa Mungu, lakini yako iko juu ya yangu. Naomba Daddy nielekeze nifanye nini, kwa sababu niwache hii kazi nikimbie niende nyumbani, ama nifanye nini, ama nikienda nyumbani bado nitatafutwa tu. Ukiingia ni shida. Una face shida. The strong man ama strong woman akiingia ni shida. Ana face hiyo shida. Anaimaliza. Jua hata zile ukikimbia leo itatumwa tu. Unajua shida hiyo law ni spirit. Huwezi kimbia spirit. Unaikimbia hapa Nairobi, ukienda nyumbani uipate huko. Shida ikimbia shida unaipace. Unapikana nayo mpaka unamaliza kimwanaume. Hatukimbiangi shida. The strong man hatukimbiangi shida. Wateule hawakimbiangi shida. Wanapikana na shida mpaka wanaimaliza shida. Mpaka unapata kitu inaitwa solution. Si kwa wakati wako wa kukimbia. It's your time. Pikana na shida, ualize na utaenda juu. Amen. Sasa huyu jamaa unaniambia ni rafiki yako anaitwa Stupid. Stupid amekuwa rafiki yangu by the way. Na hata kwa cases mingi niende amenisaidia. Na ndio maana wakati ambapo naona vitu kama hivyo vinamfanyikia, nilikuwa najua tu sio yeye. Nilikuwa najua tu sio yeye. Kwa sababu ya mambo ambayo yalikuwa yanatendeka, nilikuwa najua sio yeye. So kwa sababu Stupid, mimi mimi sina gari, najua ujui, mimi sina gari. Lakini kwa mission zangu zote nilikuwa natumia gari ya Stupid. Yeye ndiye alikuwa anaweka mafuta. Yeye ndiye alikuwa sandwiches za zingine pia lunch, yeye ndiye alikuwa ananunua. So most of the things alikuwa anasimamia na roho yake yote, mtumishi wa Mungu. Lakini sasa all of a sudden jamaa kaanza kuniitisha pesa zake.
Mara alienda akapiga hesabu akaniambia anataka 127,000 ama mimi nione. Mara anataka kuna mpaka